this. Oh, to give anayegiana na sauti yangu ni Minister Grace. Bwana asifiwe. Nataka tukaabudu hiyo wimbo. Kwa maana tuliokoka kwa ajili ya neema. Na tuliondoka tukatoka kwa neema, tukajiongoza. Na ndipo unasikia our Archbishop Josephat Njoroge akisema, mchungaji mwenzako anaweza kugonga. Kwa maana aliondoka kwa neema. Tunakanga na my friend hapa, Reverend Kang'ethe. Na utasalimiana. Stima natoa kwake. Bwana asifiwe. Amen. Stima natoa wapi? Kwa huyu. Is my neighbor here. Nikaona akisifu, sisi atusifu. Asifu amalize, akihubiri tunasi. Bwana asifiwe. Nikitaka viti, nenda mwambia nataka viti, watu ni wengi, nisaidie na viti. Vita inatokanga wapi? Kwa wachungaji wa Bwana. Akinikasirisha nampigia simu na mwambie unanikosea, na ananiambia umenikosea hapa na hapa. Sisi tukua wangapi? Wawili tunaitana. Naambia hapa hapo kuna vizuri. Nimejua Reverend Morege for 20 years. This man of God. Na tulikaa chini kamwambia I need this and this. Akakuja ile kafiri mwenye kizunguka. Ni yeye alichukua hapa. 20 years. Tulikuwa alinijua nilikuwa msirika. Hallelujah. Lakini wachungaji tunao siku hizi ni wale wachungaji wa vita. Lakini tukifika kwa ujumbe tusikie venye Bwana anasema. Nataka Minister Grace Kenya we to praise that to hiyo wimbo. Napenda sana Amazing Grace. Oh, to give
Twanyenyekea chini ya miguu yako Bwana. Naomba nikakosekane, lakini Bwana ukaonekane. Mimi ukanitumie kama chombo chako, nikafikisha mapenzi yako Bwana, nikatimiza mapenzi yako Bwana. Naomba yeyote aliye mahali hapa ukafungue macho yake na masikio yake ya ndani yakasikie sauti yako. Naomba walio katika oneni Bwana, ukafungue masikio yao na wakasikie sauti yako Ufalme. Ndamahora nikindirio kainagie terero maigwe uria Ngai warĩtie gatagata-inĩ ka andũ aku, tondũ ũguo nĩguo wanjarĩirie. Kwende kwa Jesu na kwa Roho nĩguo twahoya, tucokeria Ngai ngao. Pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Kaa kwa kiti chako na tutulie. Bwana asifiwe. Najua wakati huu wakati nataka kuongea kwa sauti upole sana. Na wale wako nyuma zaidi mkaribie juu, nataka kuongea kwa sauti ili tusikie sauti ya Bwana. Tuko hapa na my dad, my spiritual dad hapa na wao. Niko na nafasi yenu. Lakini nilikuwa naona kama tukimaliza ujumbe tunazama. Dadi kuja useme, ninajua mipango yetu. Kuja useme hi, mama kuja useme hi. I have my sister hapa, Reverend Judy Maina. Na my friend Reverend Murigi, my bishop, my friend. Kujeni useme hi tu. Wewe toseka mtoto wangu wa Juja. Neema ya Bwana ikutosha. Hapo na David kule Juja. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tusalimiane katika jina la Yesu. Amen. Kwa jina naitwa Archbishop Ben Jao. Napenda Yesu kwa ajili ya kuniokoa. Nimekuja hata nami nisikie ujumbe wa Bwana. Niko na mwalimu wangu wa Bible pale. Na alinifunza wakati Waisraeli walipelekwa kule kwa utumwa, Mungu alimuinua nabii moja anaitwa Jeremiah. Nasi siku ya leo tunaye wetu ameinuliwa, Apostle Tabi. God bless you. Amen. Tupige makofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Reverend Tabi, ni Archbishop, na ninashukuru Mungu siku ya leo nikisikiza nabii wa Bwana. Tupige makofi. Amen. Bwana apewe sifa. Magani ya roho so. Amen. Naitwa Reverend Judy Maina, nahubiri na kanisa ya New Emmanuel Prophetic Ministry huko Joska, na nabii ni rafiki yangu. Nimekuja kusikiza ujumbe. Bwana asifiwe. Kusikiza ujumbe na utii. Kabisa. Wegane kule kuigua na kuandika. Mungu amurathime. Amen. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Hiyo ndio nature yake Mwenyezi Mungu, anakuwa mwema kila wakati. Haleluya. Naitwa Reverend Murigi, nahubiri hapa Spring Valley. Na nashukuru sana kwa neema yake Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu ya siku ambayo Mwenyezi Mungu ametupea na ameitenga siku ya leo. Haleluya. Najua ya kwamba kila nabii wa Mungu ako na neno ni kwa ajili ya watu wa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo neno la siku ya leo najua ni letu. Tukitoka mahali hapa, kwa Mwenyezi Mungu atusaidie kutenda kadri Roho wa Mungu anavyo na anavyosema. Mungu awabariki sana na nawapenda sana katika jina la Yesu Kristo. God bless you so much. Bwana asifiwe. Haleluya. Naitwa Bishop Joshua, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimekuja ninyamaze nisikie ujumbe wa Bwana. Amen. Ngai amuna ndime na mweke wega tuokane tondu wa kuigua tu ndũmĩrĩri ya Ngai. Amen. Tole akibishop wa Joshua. Haleluya. Nakwenda gutia andũ no a media muno, Custom Media, Chumamoto Media and Ogi Media. May God bless you. Anajua mukutawira mwega urabi wa Ngai. Haleluya. Negonyiha muno. Nitatii sana mbele ya yenu yote, na nyinyi makuhani wa Bwana, mbele ya wazee wote na mbele ya mama wote, nikiongea sauti ya Bwana mbele zenu. Negomotea muno na negomotera kofia yako muno ni tondu wa gwathika na guka. Bwana asifiwe. Mbarikiwe na mpotoka mahali hapa. Mungu wa rehema akawabariki. Haleluya. Nataka tukaingie kwa ujumbe wa Bwana. Praise to God. Na nataka tusikize kwa makini. Najua kuna watu wako hapa lakini hawasikii Kikuyu. Si ni ukweli? Tuko na different languages hapa ama different people hapa, lakini ama apostle mitume wanajua. Mitume ni wa kila mtu. Haleluya. Sisi tukida kwa kabila yote na tuliitwa katika utume.
mpaka tukapindua Waislamu wakaingia kwa Ukristo. Haleluya. Hivyo ni furahi nikisikia tuko na apostle man. Okay. Amani ya Mungu na mitume hawananga shida na hawananga vita. Bwana asifiwe. Karibuni sana na Mungu welcome hapa ninapoendelea kutangaza ama kunena ujumbe wa Bwana. Haleluya. Na ninaponena ujumbe wa Bwana nataka kusema kitu ya kwanza. Hii sio mara yako ya kwanza Bwana kunena nami na akaniambia nenda ukaambie wanangu vile mimi nasema nikiwa Bwana. Lakini kwa ajili ya uoga. Bwana asifiwe. Nasikia uoga nasema nataka kusema ni gongwe ama ni chapwe the way our Bishop wanasema. Kwa hivyo nasikia niko I'm secured now because niko na our dad is here. Niko na dad is here. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nitaongea kwa ujasiri kile Bwana aliponena nami hiyo siku. Haleluya. Wakati niambiwa nikakaa hivi nikajikuja. Nikasema sitasema. Na I remember very well nilazwa hospitali. Wakati Bwana alinipatia hii ujumbe. Kuna wakati kulikuwa na kiangazi kubwa, mnaweza kukumbuka hapo mbele, kukawa na vita, kukawa na road accident na mambo mengi. Bwana alikuwa ananiambia kuna mambo manne itakuja na wakati ilitimia nililia sana. Kwa maana kuna kitu nataka kuongea na hii kitu inapiga makelele. Haleluya. Inapiga makelele. Na kitu kimetulia sana. Wakati Bwana hutunenea ili tuongee ujumbe, hatuambiangi ili mambo hiyo ifikanie. Haleluya. Kwa hivyo nataka kuongeleza mpaka manabii wote Bwana anaowatumia. Bwana hatupatiangi ujumbe ndio hii ujumbe ikuje ifike. Anatuambianga ikiwa a warning ndio watu wabadilike, waombe lile jambo litimie. Bwana asifiwe. Kwa maana likitimia, ukiwa kuhani wewe ndiye unajisifu, kwa maana watu watakusifu na neema ya Bwana ama glory ya Bwana itaondoka. Kwa maana mtakuwa mnasema na Apostle Tabe alikuwa ametabiri. Kwa hivyo mtaondoka kwa njia za Bwana, mwanze kunisifu mimi. Na hivyo ndivyo Bwana hataki. Haleluya. Inatimianga. Kwa hivyo siku ya leo nataka yale mambo Bwana aliyoninenea. Kwa maana tuko hapa siku ya leo. We bow down and we cry before the Lord. Hallelujah. Kwa maana ukiingia kwa manabii wa Bwana wa kale, wakati Bwana alipokuwa anawanenea, alikuwa anawanenea na anawapatia answer. Hallelujah. Kuna nabii hata mmoja Bwana aliyetuma kama hana answer ya lile jambo amemtumia. Praise be to God. Is it true or false? Kwa hivyo hapa tunakujanga, tunaogofia watu, tunawaambia mtakufa, mtaisha. Ni nini kinaweza tuma tusikufe? What's the solution? Bwana asifiwe. Kwa hivyo naachilia ujumbe na niachilie the solution. Bwana asifiwe. Kini unabii wote utakapopewa na huna solution ya kuondoka mahala pale. Hello? Hiyo sio unabii. Praise God. Isaya Bwana akamtuma akamwambia nenda kwa Ezekia mwambie ajigawie nyumba yako maana ataenda. Lakini Ezekia akapinduka. Ule Isaya akabwa rudi mwambie atafanya nini? Ataishi. Kwa maana katika unabii wote uko na kinga ya kutuma usifikanie. Kwa hivyo sitakuja hapa siku ile waogopeshe. Sitakuja niogopeshe dunia. Sitakuja niogopeshe watu wa Mungu. Nimekuja kuambia Bwana anasema hivi. Lakini tukifanya hivi kuna solution. Praise God. Hallelujah. Na ikawa ni siku kama wiki mbili imeenda. Kwa maana nimekaa nimeomba. Na ikawa ni asubuhi kama wakati wa saa 2 hivi nikiamka. Kati niliposema nataka kuamka, Bwana nikapigia one of my friends from far away to US. Tukaongea na yeye akamwambia nataka kuamka sasa nijitayarishe niende kanisani. Nilipoenda kutoka kwa kitanda hivi niamke, nilirudishwa na nguvu sana kwa kitanda na simu hata sijui kwenye ilianguka. Bwana asifiwe. Na nikalala usingizi kama wa mauti. Haleluya. Na wakati nilipolala nikaletewa maono kubwa sana, nikaletewa mtu mkubwa sana na maandiko ikaandikwa mbele yangu. Nikaambiwa soma hii maandiko.
nikayasoma tukiwa pamoja na aliyekuwa ananenea. Haleluya. Akaniambia, nilikwambia mara ya kwanza na ya pili, patia watu wangu ujumbe, lakini ulikataa. Usikatae sasa kusema yale mambo nimekunenea. Bwana asifiwe. Ni akamaliza. Kwa hiyo nikaletoa another Bible verse, nikaambiwa nayo hii soma. Praise God. Nenda ukaambie watu wangu ni wakati wao wa kutii na kunyenyekea. Bwana asifiwe. The time to be humble. Haleluya. Ni wakati wa kutii na kunyenyekea. Wakati Bwana aliponenea, hakuninenea kwa watu ati wewe ni wa watu nikilifanya hapo. Alinenea kwa watu wa sisi wote ni watoto, ni watu wa Mungu. Kile kimetufanya tuwe wanawake ni kwa ajili tuliokoka. Lakini dunia ni ya watu wa Mungu. Kwa hivyo nanenea mtenda dhambi, nanenea mwenye ameokoka. I talk to everyone today. Bwana asifiwe. Nanenea kila mmoja ili aliye na usikio asikie vile Roho anaponena siku ya leo kwa ajili ya watu wake. Kwa hivyo ila ujumbe niko nayo ni ya watu wa Mungu. Haleluya. Watu wa Mungu kuna viongozi, watu wa Mungu kuna wachungaji, watu wa Mungu kuna watu wa kawaida. Kwa hivyo hii message ni ya kila mmoja. Ndipo niko nasema mpaka hii sio ya campaign. Haleluya. Kwa maana ile mi campaign na kwa mganga ni ya Yesu Kristo. Praise God. Kwa hivyo hata kama ni wa one time, wewe ni mtu wa Mungu. Wa two time, wewe ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Tuko hapa kwa ajili ya sauti ya na ukue uko huru kuongea. Karibu sana Mr. Moses, niingie kwa maandiko ili niachilie ile ujumbe. Kitabu ya kwanza iliyoletwa mbele yangu is the book of Daniel. Tuguthoma thĩinĩ wa Danieli 4 kwambĩrĩria 3. Na uende kuja kukaa pamoja niko. Tunaenda pole pole. Tondũ ũcio ngĩgĩtua watho, ngĩkiuga atĩ andũ othe arĩa ogĩ a Babuloni mareohwo harĩ niĩ, nĩgetha mandaũrĩre kĩroto kĩu. Nao Ago na aragũri na Akalidei na arathi a mohoro magĩgĩũka, na niĩ ngĩkĩmera ũrĩa ndotete. No nĩ maremirwo nĩ kũndaũrĩra kĩroto kĩu. No thutha wao agĩũka o we ũrĩa wĩtagwo Belithazaru, etanĩtio na Ngai yakwa. Nake ũcio akoragwo arĩ na roho wa Ngai ĩrĩa theru thĩinĩ wake. Na niĩ ngĩmwĩra ũrĩa ndotete, ngiuga atĩrĩrĩ, we Belithazaru, mũnene wa ago othe, nĩ njũĩ atĩ hinya wa Ngai ĩrĩa theru wĩ thĩinĩ waku. Bwana asifiwe. Wakati mti ule uliletwa, nataka ukifikaga hapo kwa mti, usikalize watu sana. Wakati ule mti uliletwa, niliambiwa ule mti utakatwa. Bwana asifiwe. Niliambiwa nawe mti niko tayari kuukata. Praise God. Kana ngeigua na mugabo munenderwo muti uyu nindiharĩirie kuutema nie ndi Ngai. Tuthie maandiko mara Danieli. Hii maandiko ni ile ya Danieli wakati Mungu alimuonyesha, wakati maandiko ya Nebukadneza wakati aliota. Kwa hivyo Bwana Mungu akinipatia ujumbe, nilikuwa naambiwa huyu alikuwa mfalme, kwa maana nilikaa sana kwa maono. Huyu alikuwa mfalme, lakini alikataa kunisikiza. Alijiona. Bwana asifiwe. Na ndipo nimesema siku leo, nikaambiwa nenda ukaambia watu, mimi nikiwa Mungu nimekasirika kwa ajili watu wako na kiburi na hawanitii. Bwana asifiwe. Uongozi tulio nao hautii Mungu. Praise God. Unasikia Nebukadneza anaita waganga na watu wote. Nimeingia kwa ujumbe sasa. Aliita waganga wote na watu wote waje wamtafsirie ndoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mahali tuko siku ya leo, tuna kizazi ama na watu, tuna wachungaji. Bwana asifiwe. Hawatii Bwana. Na Mungu wa mabwana amekasirika kwa ajili watu wamefika mahali wanajiona, wanajipiga kifua. Kama ni uongozi unatawala kwa kifua, kama ni wachungaji wanatawala kwa kifua, wanafanya kazi ya Mungu kwa kifua na kwa malingo na kwa kujiona wanafaa zaidi.
Praise be to God. Naye Mungu anakosa kuonekana ndani yao. Hallelujah. Ngai yake kuonekana ndani ya watu wake. Akasema ya kwamba maandiko yanasema kama fika hapo, Mungu akasema mtakatifu watakatifu, akaamuru kutoka mbinguni na huu mti ukatwe. Ningĩ ngĩcoka ngĩona cioneki ingĩ rĩũrĩrĩ nacio ici ngĩona mũrangĩri mũndũ mũtheru nake agĩikũrũka oimĩte matu-inĩ akĩanĩrĩra na mũgambo mũnene akiuga atĩrĩ, temai mũtĩ ũyũ na mũcuhure honge ciaguo, itithiai mathangũ maguo na mũhurunje maciaro maguo, na mũnĩciehere gĩtina-inĩ kĩaguo, nacio nyoni ithame ciume honge-inĩ ciaguo. Bwana asifiwe. Mbona mtakatifu wa watakatifu. Wakati nilikuwa kwa maono, ule mtu akaniambia niko na upanga na niko ready kukata huu mti. Akaamuru ule mti ukatwe na matawi yake iangushwe chini na the branches pia zikatwe. Bwana asifiwe. Nataka kuongelesha watu wa Mungu na nitaanzia na viongozi, nikuja kwa wachungaji, niingie kwa watu wa kawaida. We have in a leadership hawamuogopi Mungu. Praise God. Wale watu wanaenda kuwa face hawaambii kweli vile Mungu anasema juu ya taifa letu. Praise God. Wengine wanaenda kwa ajili ya tumbo zao, lakini hawaambii wakati wa kutumbu na kukaa kama mapenzi ya Bwana. Watu wameingizwa kwa kuabudu miungu. Hallelujah. Wanaabudu tu katika uongozi wa kuabudu miungu. Hallelujah. Unakuta viongozi ili wafike waingie kwa kiti wanaabudu miungu ili wapate nafasi ya kutawala. They worship the idols. Kama Nebukadneza. Bwana akinipatia ule ujumbe, aliniambia anaona viongozi wamekaa kama Nebukadneza. Najua wengi hawawezi nipenda apostle. Hallelujah. Tondame nimekuhotana. Na nimeambiwa niwaambie, wasipotubu mti unakatwa. Hallelujah. Wasipotubu uongozi unakatwa. Nebukadneza alikuwa mfalme. Kuna watu watakaoenda waambie our president, is the time to repent na watii Mungu, kwa maana tusipotii ni kuadhika kwenye hili ya gani. Tusipotii, tusipokuwa watu wanyenyekevu, lazima uongozi utafanya nini? Praise to God. Kuna watu watakaosimama imara, wamwambie Bwana hafurahishwi na njia. Waambie ministers, waambie governors, waambie MPs, waambie wale wengine, Mungu hafurahishwi na njia zenu na atakorede kukata umuti unless we go back to the Lord and repent. Mungu atuonekanie. Hallelujah. Na kihonia kia forori, wakati Roho wa Bwana alipokuwa anenea, akaniambia uponyaji wa hii dunia, wa hii nchi yetu, hautaonekana kwa mgomo, hautaonekana kwa suicide. Ni watu waanguke, watii, watubu, Bwana awaonekanie. Praise God. Tutagoma, tutapigana, lakini hatutapata suluhisho. Suluhisho Bwana akasema, nenda uambie watubu, waanguke, wanyenyekee mbele zangu na wanililie nikiwa Bwana, nije niponye nchi. Hallelujah. Wawe na siku ya kutubu, wawe na siku watii, watubu, wanyenyekee, niponye nchi. Hallelujah. Tutapigana katika uongozi, lakini Bwana anasema ambia wao watu watii, watubu na wanyenyekee. Nebukadneza, mambo matatu: kutii, kunyenyekea na kutubu. Nebukadneza alikuwa anajiona, wakati nitakata huu mti. Hakuna mtu ajui Nebukadneza wakati mti ulikatwa alienda wapi. Kuna watu watatumwa msituni na Bwana. Praise be to God. Kuna watu watatumwa msituni. Kuna watu mlikuwa mnaona, lakini Bwana atawaondoa wasiposikia sauti ya Bwana. Hallelujah. Wasiposikia sauti ya
Nebukadnezar alikaa miaka 7. The 7 good years msituni. Na maandiko inasema ya kwamba wakati ule mti ulitemwa, ulikatwa, ule mtakatifu wa watakatifu aliahidi na akasema, na hii geduke kizingi kisikatwe, kifungwe na chuma. Kilifungwa na nyororo. Kwa nini? Aone kama ule mtu ataenda kutii na kunyenyekea na kutubu ili auchibwe tena. Haleluya. Na ndipo nimewaambia katika hii message yangu kuna suluhisho. Akaniambia wanapotii nitaacha hii kisingi kwa maana itatijuka tena. Kuna watu walikuwa uongozini na watarudi kwa sababu wametii. Haleluya. I want to prophesy for 2027. Kuna watu wengi watarudi katika uongozi kwa maana wakati waling'olewa, walienda wakaanguka na wakati. Kwa maana ni mtu ulikatwa, kisingi kiliachwa. Au walitoka wakitubu. Haleluya. Wanarejeshwa. Wengine wanatupa msituni. Praise to God. Haleluya. Tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hivyo napoachilia unabii wa Kenya ama wa taifa letu, ni watubu. Kwa maana kuna wengine watatabikwa na kuna wengine watarejeshwa. Haleluya. Kuna ni wakati, si wakati wa kusema niko tamu 1 ama tamu 2. Ni wakati wa kusimama. Tuombe uongozi. Bwana aondoe wale anaona ni wabaya na rejeshe. Haleluya. Wale anaotaka tuondoke. Kanisa, haleluya, liondoke kwa kampeni. Praise to God. Tuombe taifa. Mungu alete wale watakaotii na watakao tubu na watakao nyenyekea. Kwa maana Mungu tayari kurejesha kanisa wakati wa revival. Bwana asifiwe. Akorede, kuna wajumbe wataingia wameokoka katika serikali. I want to listen prophecy of taifa. Kuna watu wameokoka, wamemuogopa Mungu, wataingia katika serikali. Kwa maana hata wale waliingia wakiwa wameokoka walinunuliwa fedha. Haleluya. Bwana asifiwe. Walinunuliwa fedha. Kuna kizazi kitaingia kimeogopa Mungu, kile hakitanunuliwa pesa, kitaongea vile Bwana mabwana ananena na hawatanunuliwa pesa na hakuna hata mmoja atayewagusa. Bwana wakati alikuwa nenea aliniambia naweka hao watu mark. I put my people mark. Hakuna mtu alikuwa naye akasema kuna mark. Kaini aliwekwa mark. Unajua hivyo? Nikaona huwa nataka nichibue kile nataka kusema. Haleluya. Akaniambia kuna watu Mungu ataweka alama. Na ile alama atawaweka, hata wakiingia serikalini hawatauliwa kwa maana watakuwa wametumwa na Mungu. Praise to God. Hiyo ni prophecy ya. Kwa hivyo nendeni mkipiga kampeni zenu, ambieni mpaka wale viongozi mko nao. Najua vile Injili unajua na viongozi. Waambieni sio kutoa fedha, muachilie fedha kwa maana wengine wanapoa fedha ama pesa zimetoka kwa mambo ya Illuminati. Haleluya. Wengine wanapoa pesa zimetumika, wakiingia wana confuse. Mpasa wanafanya kile wanataka. Waambieni kama mnataka kiti, Bwana anataka mtubu, unyenyekee na mtii. Haleluya. Kutubu, kunyenyekea na kutii ndio itaongoza nchi yetu. Chani kwenda kuchukua pesa, muibe wimbo ile wanataka kuiba. Haleluya. Wacha kuhongwa uibe wimbo ile nataka na wakati wa kuhubiri ukweli na haki umefika. Haleluya. Tuondoe kwa mapenzi ya binadamu, tuingie kwa mapenzi ya Mungu. Kwa maana ni wakati wa kanisa kuchukuliwa. Haleluya. That's the point number 1, the prophecy ya taifa. Ati kuna viongozi watatemwa na kuna wengine wataingia. Nimeingia kwa makuhani wa Bwana. Praise God. Wakati nilikuwa mara pale juu nimekaa kwa wiki 2 nikilia Mungu. Napoongea hii kitu machozi inadondoka sana. Wakati niliingia hapa nilianza kulia.
Maana kile niliona kilikuwa kitu cha kuogopesha sana. Nimekuja kwa makuhani wa Bwana. Tumeondoka kwa njia za Mungu. Haleluya. Tumeondoka kwa njia za Mungu. Tunatenda dhambi tukisema tumeokoka. Tumetoa watoto kwa jina kwa ufalme wa Bwana. Tumewaweka kwa ufalme wa dunia. Haleluya. Ni wakati na hapa tunatoa all the titles. Niko na maakibisho. Niko na mimi apostle. Tunaweka chini nguo zote. Haleluya. Tunaweka chini all the titles. Na kuna watu walikuwa wananiambia vaa nguo zako, nikamwambia sivai. Haleluya. Sivai. Wakati nilikuwa naitwa, sikuitwa nikiwa na nguo. Haleluya. Niliitwa nikiwa hivi. Praise be to God. Na mimi hakuna kitu niko na niko na tu vile niliitwa. Tunaweka vitu zingine za kuogopesha watu. Sisi ni makuhani. Lakini Mungu hajafurahi kwa ajili ya wachungaji wa Bwana. Mahali nchi iko sahihi. Haleluya. Mahali nchi iko sahihi. Kiliyotuma nchi yetu ikuwe mahali hapa ni makuhani wa Bwana. Haleluya. Kiliyotuma nchi yetu ikuwe mahali iko ni makuhani wa Bwana. Bwana akaniambia ni wakati wa wachungaji kusimama waongoze sanduku la agano, lakini sio viongozi waongoze sanduku la agano. Ramazeka taya. Tuliondoka kwa njia za Bwana, tukapatia viongozi sanduku la agano. Bwana kaondoka. Bwana amekasirika kwa ajili ya kanisa na wachungaji. Na sisi ndio tunatuma Yesu asulubiwe kila siku. Sisi ndio tunatoa Yesu nguo kila siku. Kwa maana tulimtoa wakati tuliachilia sanduku la agano. Niambie makuhani, ni wakati wa kuendea sanduku la agano. Lirudi kwa makuhani wa Bwana. Reba shataya mahande. Ni wakati wa kuendea sanduku la agano. Tuliweke katikati ya makuhani wa Bwana. Tuongoze nchi. Lakini sio viongozi watuongoze. Haleluya. Kwa maana tuliachilia nchi kwa viongozi. Tunatawalwa na daimono. Tunatawalwa na ufalme wa chini ya marine spirit. Tunatawalwa na ufalme wa witchcraft. Tunatawalwa na ufalme wa ancestors. Kwa maana tuliondoka tukaachilia sanduku la agano. Mungu anauliza, aliniambia niwaambie, nitakata. Kuna wachungaji watatemwa. Na wengine ni wakubwa sana. Haleluya. Ndio nisema niko na mababa hapa. Si unaniombea. Lakini hakuna mtu anaweza nigonga. Nimeomba sana nikuje na tendo juu. Nikaambiwa kuna machungaji wakubwa sana. Mimi nikuwa Bwana nitakata. Lakini kisingi sitaondoa. Nitafunga. Kwa maana hawa ndio waliachilia sanduku la agano. Na Bwana amekasirika. Tutalia uchumi unless we go back to the Lord. Tumulilie Bwana, tumwambie tunataka sanduku la agano lirudi mikononi mwetu. Hallelujah. Wakati wana wa Israeli waliachilia sanduku la agano, walitekwa nyara na walipigwa sana. Maandiko inasema ya kwamba hata wakati walipokuwa wanaingia masimoni walikuwa wanapatwa. Na hapa ndipo tuko katika nchi yetu ya Kenya. Haleluya. Tunapatwa mpaka maana tumejificha. Kwa maana tuliachilia sanduku la agano. Kila prophet akiinuka anataka kujiona na kujisifu mwenyewe, lakini hataki kuongea ukweli. Bata nikwambia ukweli nichukie leo, lakini ukweli utakuokoa. Haleluya. Beta nikose hata dururu nikwambie ukweli, lakini ukweli utarejesha kizazi chetu katika agano la Bwana. Praise be to God. Tukaendea sanamu. Na wakati Mungu alikuwa ananiambia kuhusu sanduku la agano, nikaambiwa mpaka tulianza kutoa sanduku la agano katika madhabahu. Haleluya. Ndio tuitoe kwa nchi yetu, tulianza kuitoa kwa madhabahu. Tulitoa sanduku la agano kwa madhabahu. Tukaingiza miungu kwa madhabahu. Haleluya. Tulipenda pesa kuliko Mungu. Na ndio
nikasema hii message even me, nilikuwa naambia Grace, hii message mpaka mimi inanenea kila mtu. Haleluya. Tuliondoa sanduku la agano kwa madhabahu, tukaingiza miungu kwa ajili ya utajiri. We prophesy the false prophecy ili tusibe kwa tumbo zetu. Oh Ramazaya, tusibe kwa tumbo zetu, tukue fame, majina yetu ikue juu sana. Na wakati ule nikaibiwa wimbo tukaneose handoga kenionedo wakinya igoro dhombe onikoma no theni wayo katika nyuma. Many pastors, many bishops, many apostles wamefurahishwa na taji ya dunia, lakini mwimbaji akasema hiyo taji ya dunia ikifika juu itazima. Many pastors kuingia katika ufalme hawatauona urithi wa Bwana. Hiyo iliniliza sana, hiyo ilituma nilie zaidi. Hatutauona ufalme wa mbinguni. Kwa maana tulifurahisha kupewa majina makubwa hapa, kusifiwa na watu hapa. Na mimi niliambia hata watu wanajua mimi sitakaje mambo ya kushinda nikiangalia. Wacha nikuje vinyanyiko. Hatujai kubali kuvinyagwa na Bwana. Ukiwa pasta tu hivi, ukiondoa mafuta ikikuja juu, unajiona ama pasta, nitakuchapa na kunyorosa. Bwana amekasirika. Haleluya. Watoto wengi wanalilia nje kwa sababu ya makuhani. Watoto wengi wanahangaikia nje ya ufalme kwa ajili ya makuhani. Wengine wakati huo nikasikia hata wengi wanalilia kwa kaburi kwa ajili ya makuhani. Haleluya. Kaniambia kuna sauti katika mchanga kwa watu waliolala kwa ajili ya makuhani. Ndio hao unasikia. Chungaji kama mimi naweza kuongea huyu ati Kalonzo asiende. You are the real pastor, the ordained pastor. Tulitoka kwa discipleship tukaingia kwa binadamu, tukaingia kwa mwili. Wale wako katika discipleship, watume wa Bwana ama the apostles, walikuwa wanafanya kazi na wanaachia wengine wanaendelea. Tulitoka kuwa mitume wa Bwana tukaingia personality. Ndio nitasimama nigoge mtumishi wa Bwana, badala nimshike mkono akuje maybe Kalonzo akaingia huko, kuna neno angetoka nalo likambadilisha, kwa sababu maandiko yanasema mwadhamita na kamedha ni wake ili yaliye. Bwana amekasirika. Haleluya. Makuhani ni wakati wa kuanguka chini na kuondoa viraoni vyenu mweke chini, kuondoa majina yenu mweke chini, kuondoa makanisa yenu makubwa mweke chini. Kwa maana makanisa yako kubwa, majina yako kubwa, kukuwa na mabranchi mengi, haitaingia katika ufalme wa mbinguni. Hiyo roho yako tu dogo sana. Haleluya. Gokera de matige. Gotire kitu na kimogakuwa. Lakini tulisahau hakuna kitu tabemba. Makuhani walisahau hata vazi hilo lako unapenda sana, kurudia hautabeba. Haleluya. Hiyo samaki unakula kila siku hautaikula tena. Hiyo kiatu unavaa kila siku unaipenda hautaivaa. Kwa maana utaamuka uache yote. Uende wapi? It's the time to repent and to go back to the Lord. We bow down, we repent, we call God. Kwa maana turejeshe nchi katika agano la Bwana. Ingia katika mambo the Old Testament. The prophet, the priest ndio walikuwa wanaongoza nchi. Kini sasa kilibadilika.
Nakuta mimi nimepata nafasi ya kwenda kwa my president. Badala nimwambie the way the Holy Spirit talk, namwambia Mungu ananiambia, unatabiri utabiri wa uongo. Badala mwambie kuna damu inalilia chini, Mungu anasema tutubu. Hata kama sio yako, hata kama sio wewe. Haleluya. Nikimalizia nitawaambia venye Bwana aliniambia. After all this, nikamuuliza Mungu, what we can do now? Umwambie nakuja. Na nimepata nafasi ya kuja kwako. Nataka tuombe msamaha. Kwa maana kuna kilio katika mchanga, kuna damu inalia. Kuna wamama wanalia. Turudishe katika agano. Tumetoka njia zako Bwana. We go and we sell it. We take the money, we put the pocket, we continue crying together. Nimekuja kwa watu wa kawaida, washirika, nini, the leader, all those people. Mungu akaniambia, hawa nao nitawakata. Wamenitoa nguo. Haleluya. Wamenitoa nguo pia. Na wametoa makuhani wangu nguo. Praise be to God. Haleluya. Watu wa kawaida, in the time to go back to the Lord and repent. Tumetoa before ukatwe, uondoe kiburi. Hello. Tunapigania ukubwa kwa madhabahu ya Bwana. Badala tuingie tukautafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Tunatembea tunaleta vitu. Nikamwona hivi. Mungu nataka unaenee. Nimekaa wiki mbili kisha kinipembeleza nimwambie, nikamwambia no. Kaniambia ya kwamba hao watu wametuma mpaka wachungaji waingie kwa uselati. Hello. Kama uko hapa ni wewe ni mshirika wa kawaida, you go and repent. Kwa maana wengineo wametuma mpaka watu wanatumika kuangusha makuhani wa Bwana kutoka kwa mapenzi ya Bwana. Haleluya. Chungaji alikuwa sawa na alikuwa amesimama. Kitu kwa kuingia Jezebeli. Haleluya. Kwa maana walikuja uchi kwa nyumba la Bwana. Na tulikataa kuambia. Na mchungaji akiona huyu ndio akona hela kubwa, nione David Kagenda ni msika wangu, akona mume mzuri, na mimi ni single mother. Nataka kumwambia uko sawa, tunapiga jokes na yeye, tunaingia kwa usherati. Kwa maana tulikataa. Haleluya. Tunakataa kuambia washirika nenda uvae vizuri. Naye kwa maana amekuja akiwa na lengo, wanamaliza. Wachungaji wengi wameisha, wamemalizwa na washirika. Am I talking to you? Wamemalizwa na nini? Na washirika. Fundisheni watoto wa madhabahu kuogopa Mungu na kuvaa vile wanafaa kuvaa. Tuondoe ugride katika kazi ya Bwana. Kwa maana wale washirika wakikuja na hela, anakuangusha kwa maana uko na ugride. Washirika wa Mungu ama watu wa Mungu, ni wakati wa kutubu na kumwambia Bwana, mahali niliondoka kwa njia zako. Kama nilikuwa na jokes na mtumishi wa Mungu, nilikuwa na jokes na kazi yako Baba, naomba kutii na kunyenyekea nikasimama ili mwili wa Kristo usimame. Haleluya. Kubalini kuongea ukweli. Akitenda dhambi mwambie unatenda dhambi. Akitaka kuona pesa yake ainazo nyogo ya Ngai. Ndiri yake. None tuote muri nyogo cia Ngai ndo wako yende. Ngai niwe wewe mwagira nyungu na kamitengo. Ni wakati wa watoto wa Mungu kurudi kwa njia za Bwana. Kwa maana wako na a lot of bitterness. Wakati nilikuwa nauliza Mungu, why they doing this? Akaniambia wamejazwa na bitterness, wako katika bitterness. Tunahubiria watu wako under bitterness. Kwa maana wale walikuwa makuhani wao waliwaingiza kwa bitterness. Haleluya. Mkienda makanisani kwenu, nendeni mkaombea watoto wenu wa madhabahu kutoka kwa anga ya uchungu. Mioyo yao inaruliwa. No, wanafanya revenge. Ile kanisa iko ni ya revenge. Praise to God. Washirika wana revenge kwa makuhani kwa vile walivyofanya. No, makuhani wana revenge watoto. Naye mtu nakatwa. Haleluya.
Kwa maana tu wakati wa revenge. Kanisa liko lakini revenge. Niko na grudge ya mtumishi wangu. Ndio tunaondoka kwa madhabahu, unakuta washirika wamekaa pamoja wanakunena. Hello. Let's go. It's the time to repent. Ukiwa kuhani, tubu, mwambie Bwana nisamehe kwa wale watoto madhabahu nilalua. Ukiwa mtu wa kawaida, na niliambia Grace, I need everyone. Ukiwa mtu wa kawaida, ambia Bwana na tubu ule mchungaji nilalua, ili tuweze kubuild the body of Christ, tuweze kuendea agano, sanduku la agano. Hatuwezi tukaendea sanduku la agano washirika na wachungaji wakiwa under revenge. Na hapo ndipo tuliwezewa. Kwa maana watoto wako na grudge na sisi, nasi tuko na grudge na watoto. Haleluya. Wanapigwa na kila mtu ako na nini yake, ako na apili yake. Akienda kwa mlima anasimamisha apili. Mungu nilipisie kisasi kwa mchungaji. Nilifanya. Nawe ukienda kwa mlima unasimamisha apili. Unalia Mungu mababara moshakatari baboria. Tunaenda kwa mlima kupeleka mastaka. Watoto wana kwa mlima kupeleka mastaka. Wakuhani wana kwa mlima kupeleka mastaka. Tunazikana. Bwana amekasirika. It's a time to go back. Wanasimama mbele ya madhabahu. Wanasema hii madhabahu nilijenga. Wanasema nilifanya hivi. Na mchungaji anaenda pia. Ananua mastaka kwa watoto. Watoto wanaisha. Wengine wanalilia kwa makaburi. Nchi imejaa damu. Kwa maana vifo nyingi sio zangu, ni za makuhani watoto. Nami nilikuwa Bwana nikachukua sanduku la agano. Nao wasaliti wakachukua sanduku la agano. Likaenda. Let we go back. Tushikane watoto na makuhani. Tulilie Bwana tuweze kuchukua sanduku la agano. Kurejesha sanduku la agano mikononi mwetu. Praise God. Tuondoe mastaka kwa mlima. Tuondoe mastaka kwa mlima. Wachungaji waondoe mastaka kwa mlima. Watoto waondoe mastaka kwa mlima. Atenia kuonyana. Ni dato milihani ya Bwana. Ni mimi tu nilimbariki. Alikuwa amekuja hapa bila kitu. Oh my God. What is the grace of God? Wega wagai wathireko. Wega wagai wathireko. Neema ya Bwana inaenda wapi? Wakati makuhani walikuwa wanasema, Mungu mbariki kwa maana amenishikilia. Kwa maana kila mtu anatumwa kwako kwa ajili ya neema. Makuhani wanapigania washirika. Unakuta kuhani ameenda kwa mlima, anapiga kuhani mwenzake kwa ajili ya washirika. Turadhika dhobe. Why? Why? Kabla ni wakati ni waondoe na niachilie kizazi kingine, waambie watubu na watii na wanyenyekee. Haleluya. Dhobe radika dhobe. Muthigari arandika muthigari. Agakena gariki atiri. Ndiramurundurere. Why? Na unaingia kwa mazizi ya mchungaji mwenzako na ni wewe umemkula na unaweka mchanga. Bwana amekasirika. Anauliza tu whether my people wamekosa kunisikia mimi nikiwa Bwana. Nitawakata ni watume msituni. Mpaka wakati watakaotii na watubu na wanyenyekee, kimuti kuchibuki tena. Tuko wapi? Nafurahi wakati nimeweka kanyadea chini. Watoto wale Mungu amemwaminia wataenda wapi? Haleluya. Watoto wale wa kiroho Bwana amemwaminia. Wakati tulipoitwa katika hii kazi, my bishop, kuna watoto wale Bwana alikuaminia. Kwa maana mimi sio wewe, wewe sio mimi. Tunapigana kwa nini kwa kazi ya Bwana? Wakati tunapigana, na hapo kwa Bwana anasema, tulianza kupigana, tukaachilia sanduku la agano. Ikaenda. Halo? Ule ni mwalimu wa theory. Mimi siwezi fundisha juu sijui. Nitaenda nikae chini kwa kanyenyekea nifundishe. Lakini namuralisha kwa mauti. Na siwezi fundisha hata mtu mmoja kwa maana sijui theory.
nitakaje nikafundishe. Praise be to God. Lakini nafurahia wakati nimemweka katika mauti. Hello. Na ninasangilia sana. Ndaraka igile. Bwana asifiwe. Ndaraka igile ndio kwa mara mima hiyo. Ni Mungu mgani tunatumikia. Turudi katika njia za Bwana. Tutubu, tunyenyekee. Haleluya. Na tutii. Nikauliza Bwana, nitafanya nini? Nitawaambia Yesu, nitafanya nini ili tuondoke kwa hii mashtaka yote? Na nikwambie, kwa ajili ya makuhani na watoto wa kawaida, pia nchi ikaingia kwa Leviti. Mpaka uongozi ulipo unatawala saa hii. Mpaka ule uongozi unatawala saa hii. Unatawala kwa juu ya Leviti. Na wale walituma uongozi uingie kwa Leviti ni makuhani. Maana Leviti ilianza kwa watoto na makuhani ikaingia kwa uongozi. We are under Leviti. Whatever they are doing, they doing through Leviti. Kumekosa watu watakaoanza kuambia, mkubwa wangu na kuheshimu. Kwa maana wewe ndiye mkubwa wangu, na wewe ndiye rais wangu. Na kuheshimu, wewe ndiye makamu wangu wa rais. Na kuheshimu, wewe ndiye seneta wangu. Na kuheshimu, wewe ndiye gavana wangu, wewe ndiye MP wangu. Lakini we are under Leviti. Bwana anasema tuondoke kwa Leviti. Haleluya. Nikamwambia nitafanya nini Mungu wangu? Nikiamuka nilikuwa naomba na kitu zaidi. Hakuna mahali nimeandika. Kwa maana ujumbe wa Bwana huwezi kuandika. Haleluya. Akaniambia kuwe na siku ya kuomba. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasema my bishop. Najua najulikana sana. Mimi lengo langu kubwa. Kwa maana Mungu ananiambia, nendeni taifa liwe na siku 3 za maombi. Wale watakaposimama waombe wengineo mahali popote watakuwa. Nichukue na maombi ya siku ngapi? Waombe ili mimi nikuwa Mungu nisikie kilio chao. Kwa maana wale watakaponilia watasimama, lakini kuna wengine. Hiyo alinihimiza, kuna wengine na kata na watu wa polini. Hallelujah. Nataka you guide me how you can do these prayers for 3 days. The prayer of nation. The prayer of for 3 days. Najua mpaka nao wakubwa. Mimi nilikuwa nasema we can mobilize and go to the Uhuru Park. We can go to the Karada and we do this prayer together. Everyone tukiongozwa na makuhani. Kwa maana maandiko yanasema nao makuhani waongoza sanduku la agano. Tuko na makuhani. Hallelujah. Kazi ya makuhani gai avulitari. Matogori sanduku la kelekano. Na watu gate mamome thutha. Ithanduku likoro gatagati. Na watu gate ni makoro thutha. Korwo thutha. Sisemi hivi ati mimi niongo. Ni korwo thutha. No uthamaki wa Ngai ukinyane. Athĩnjĩri matongorie ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro. Na watu gata ikorwo thutha ithandũkũ rĩkorwo gatagati. Tucokie kĩrĩkanĩro kĩa Ngai. Nĩ twarekereirie kĩrĩkanĩro kĩa Ngai. Tulitoka kwa tuliachilia agano ya Bwana. Turejeshe agano. Haleluya. Niko tayari kufanya chochote. Haleluya. Ili nifanye hiyo maombi. Niko tayari kutafuta mababa. Na asante sana. Niko na bishops hapa. Walikubali kusikia mwito wangu. Nimefurahi kuona apostle. Mimi napenda mitume. Sana. Napenda mitume sana. Mimi napenda mitume. Niko na mitume, niko na wengi. Tutafanya hii kazi. Tuombe. Maybe kila ulikuwa unataka umekosa kukipata kwa sababu ulikuwa under Leviti all the time. Kuna wengine wamepitwa na majira na wakati wa Bwana kwa sababu wako under Leviti na hawajui. Na nikwambia wakati uko under Leviti uko msituni. Wengine wako katika wilderness. Lakini ile wilderness wako ni kwa sababu wako under Leviti. Umekaa kwa mambo mmoja tu. Wakati niamuka nilikia kwa upana sana kwa revelation ya Mungu. Nikaona kuna watu wengi mpaka wachungaji hawaja fulfill the assignment kwa sababu walikosa kujua
wako kile kimewapata, wanasukumana kazi ya Mungu, wanang'ang'ana, lakini wanafungua madhabahu, wanafunga, wanafungua ingine, watu wanakuja ni 5, ni 2, wengine wakipeke yao, kwa sababu umebima mahali vile ukaweka huku wambea mchana kulikuwa na liveji, wengine mahali huko ulianza huduma kulikuwa na liveji huku juu, wengine maybe aliyekuzaa katika huduma alikuwa na liveji. Unakuta watu wanang'ang'ana, na unakuta wachungaji wanawajaa, wanavaa nguo zimeraruka, wanakuwa na masida mingi kwa sababu ya liveji na hatujui. Tuweruine in the wilderness. Nataka tukasimame tumwambie Bwana, tumesikia sauti yako. We are ready now to come out. We repent ili tuweze kuendea nini? Motigerekereria ithandũkũ ya kĩrĩkanĩro. Ngai amũkenera. Kaida mũkenera. Ũrĩhaga mbere kwa cio mũthĩ, okĩokaga. No tiwe na ndũĩ. Nĩ twamenya kumwa mũthĩ. Nĩ twarekereirie ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro. Ngai agũtũtigari vĩnjini. Akuheaga ũgathiĩ ũgakinya harĩa, ũgacoka na thutha. Hallelujah. Wengine waliendea utajiri ya mambo ya dunia. Finally waishi. But the genuine pastors who they worship through the truth and spirit wanaangamia. Na wajua wanaangamia kwa nini? Tunaangamia kwa maana kuna makuhani waliokuwa juu yetu. Waliachia sanduku la agano. Sisi tunang'ang'ana, tunagonga, hakuna kitu tunapata. Bingu halifunguki. Kwa nini? Mungu amekasirika. Tuliachilia sanduku la agano. Anataka tuinuke na kizazi kiinuke kiendee sanduku la agano. Turejeshe mikononi mwetu. Hiyo ni kizazi ile haitanyamazishwa, ni makuhani wale hawatanyamazishwa na pesa na viongozi. Haleluya. Ni wale wa makuhani hawatakaa chini wapewe pesa wale wakaibe jina mtu mmoja fulani anasimama. Hapana, hiyo sitafanya. Kompeni ile tunayo ya kuaje sovito twende moko na igoro uje ijiri tutana kwa lomweka kompeni ile kwa muone nasi eneo la yagai tukimetia ninde tabitha raki neno kena milioni wako no umenye no igathira na umenye bekana mukure ciana cianyu. Praise be to God. Mwathani ni muraka. Mwathani ni muraka. Tuliongea sana Mungu akaniambia nie nĩ njũĩ kwĩrutĩra wĩra wakwa. Maitĩrĩirio maguta nĩgetha mũiguage Maitĩrĩirio maguta nĩgetha tũiguage wĩkinaĩ na twaigua tũkamenya ĩni nĩ wega hinya mainya na ũũgĩ wa maũndũ cihũraga njũĩ hagama nĩ ha muoyo hagama nĩ ha muoyo ũkwenyũrĩrwo mahike itũra rĩerũ ĩni nĩ wega hinya mainya na ũũgĩ wa maũndũ cihũraga njũĩ nĩ wega nĩ hinya
Tũitĩrĩirio maguta nĩ wega mũiguage tha mwĩkinaĩ waigua mũkamenya njemo ciake hĩndĩ nĩ wega nĩ wega nĩ ũgĩ wa mahinya nĩ ũgĩ wa maũgĩ ciũraga njoya ĩimego. Bwana asifiwe. Tũitĩrĩirio maguta tũiguage tha wa Saitani. Rĩu tũiguaga wa mbeca, rĩu tũiguaga wa kĩ? Rĩu tũiguaga wa mũcirikona wĩna mbeca. Mwathani nĩenda tũthũkie thaha wa mwĩkinaĩ. Tũkaigua nĩ Saitani yũkĩte. Musa witũ nĩndĩrona nĩũkire gũkũ. Mwathani agocwo na Reverend Stephen na Pastor Immaculate. Wachungaji ni wengi hapa, wachungaji wa Murang'a naona huko. Tũitĩrĩirio maguta ndungata ici. Pastor Jack gũtira maguta nĩgetha gĩtarũ banana mũiguage tha mwĩkinaĩ. No rĩu tũiguaga tha wa kĩ? Akora mũnabii arauga here light a kill. Na mbeca bengi. Kauga roho aranjorute milioni 1. Mũrimũ ũcio wĩna guothire. No ndĩrona ndaimono. Na ndĩrona ngoma. Na ndĩrona kũrĩa ararĩira. Wawendagwo mbeca. Thagama nĩ ya muoyo. Mũkwenyũrĩrwo. Na roho nĩ mũenyũri. Aingĩ anyu macoke itũra rĩerũ. Nĩ tũmire itũra rĩerũ. No mũthĩ nĩ tũrarĩcoka. Rĩu Mwathani eherie thaha wa mbeca. Acokie thaha wa mwĩkinaĩ. Tondũ mwĩkinaĩ yakua no ũgũtonga. Hallelujah. Rĩu tũrarĩa nginya cia rungu rwa iria. Tondũ twagĩra kũigua thaha wa mwĩkinaĩ. Hallelujah. We sacrifice our children. Kwa maana tulikosa kusikia harufu ya Shetani. Hey! Hallelujah. We sacrifice the child of the altar. Kwa maana tulikosa kusikia harufu ya Shetani. Tunaendea tumaji. Tunaendea pete. Kifanya hivi mikono juu watu wanago baba baba baba. Baba 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 baba. Na hakuna hata mmoja anasikia harufu. Oh my God. Tunakutana tukiwa makuhani tukiwa wengi. Wengine wako na wako katika ufalme wa ushirikina lakini hatuwezi kusikia harufu. Wakati nilikuwa naomba kutoka jana usiku, katika ulimwengu wa kiroho kulikuwa na vita kubwa sana. Nisiachilie ujumbe. Lakini kasema mitume haishindangu. I'll prophesy and say. Nikamwambia Bwana, ulituma makuhani. Ulituma mitume na waliingia. Mungu anataka tukue mitume sisi wote. We go kuna mtu alisema akitoa ushuhuda. Tuliitwa tukaeneze injili duniani kote. Nawe hata hapo kwako nje hujahubiri, juu unapiganaga leo hapo nje. Haleluya. Tutaingia aje duniani kote kama mahali huko unapiga akibisha kujoro. How we can put out of the country? How we can go to the Arabic country? Tuambie kuna Yesu. How? Where? Tutadaje? Tutaenda wakati wasikana mikono. Na utoigwe dhaha. Wamwekinaĩ. Tumutorie. Haleluya. Tuko iwala tutasikia harufu ya Shetani yaje. Nikikanyaga pastor mwenzangu. Asiinuke. Hufurahi baraka yake. Tutasikia harufu aje. Si ufurahia abarikiwe ili tukienda crusade ama tukienda maombi anipatie hela. Kwa maana tukiwa maskini wote tutasaidiana aje. Na hapo ndipo tuliwezewa. Wivu. The spirit of jealousy. Lakini siku ya leo tunaweka yoroti. Sitakuona my friend pana Reverend Esther amebarikiwa. Kwa maana naona akibarikiwa hai akieleza kali mzina naumwa parulaya. Wewe tuigua kadha hawa besha tukihera hai wa Ngai. Siku ya leo nataka tuingie kwa maombi. Tumwambie Bwana turejeshe upya. Tuzae upya Bwana. Tumetubu mbele zako Baba. Tumekutendea dhambi. We came before you with a little. Na tukuelea na kulewe Ngai. Kana taitora. Ama tumane
You